Divine Television Network USA is the best place to be. Mtazamaji wa Divine Television Network, na kukaribisha katika kipindi cha utukufu wa mwanamke. Leo nimetembelewa na kijana ambaye amepitia mambo, ambaye alizaliwa katika Mathare slums, akalelewa katika primary school. Alikuwa na ujuzi wa kununua bangi. Akafaulu, akaenda katika shule ya upili, akafaulu, akawa sasa anauza yale madawa ya kulevya, akawa anauza bangi, na akafika mahali hata akafukuzwa shule. Na alipofukuzwa, akahitimu sasa, akaenda tena, akaanza kupora mali ya wenyewe, kwa sababu shule ilifika mwisho na hana uwezo wa kufanya kazi. Akaendelea vile. Ikawa mzazi wake amepitia uchungu mwingi sana kwa sababu ya yale mtoto amepitia. Akafika mahali, akawa amelala miaka 6 nje, amekunywa pombe, kila siku akikunywa analala nje, ananyeshewa na mvua, hana blanketi, hana chochote cha kulalia. Na Mungu akamwezesha kusimama, hakugonjeka. Hatimaye baada ya kupitia uchungu mwingi, akawa na familia, kisha akapoteza ile familia. Mungu ni wa neema, akamrejesha, akaweza kurudi, akaenda rehab, akaweza kufunzwa, na akasema kwamba kuna jambo ambalo hajasahau. Aliambiwa kuishi kila siku, living a day at a time. Kesho na jana wachana nayo, ishi leo. Na kwa uhakika akafuatilia yale maanani, akatilia yale maanani, na ameweza kusimama leo. Ameweza kufaulu, ameweza kushinda yale yote alipoteza. Kwa siku chache sana baada ya kurudi kwake, ameweza sasa kurudi, amerudisha familia yake, ameweza kununua vyombo vyake vya nyumba, na amesimama. Ukimwangalia John sasa amesimama wima, amenyooka, anasema anahisi raha ndani yake. John, nataka kuchukua fursa hii ni kushukuru kwa kukubali kuja katika Divine Television Network na kukariria hadithi yako. Ninatumaini yangu kwamba mama ulio pale nje, mtoto wako amepitia uchungu mwingi sana. Amekunywa haya madawa ya kulevya, mwingine amekuwa jambazi, mwingine amekuwa yeye ndiye muuzaji. Nataka kukupa tumaini kwamba utukufu wa mwanamke ndani yako unaweza ukarudi. Kama maisha ya John yalibadilika, sembuse yako, sembuse mtoto wako atasimama na utaweza kusimama. Je, mume wako amepitia haya? Familia imeweza kupotea. Kama John alirejeshwa na akarudisha familia yake, hata wewe najua kwamba utaweza kusimama. Ni kipindi cha utukufu wa mwanamke katika televisheni ya Divine Television Network, nyumbani mwa tumaini. Mungu akubariki sana. John, yes. Hujambo? Sijambo. Na kukaribisha katika runinga ya Divine Television Network. Hapa ni mahali pa tumaini. Na ni matumaini yangu kwamba kwenye umetoka kuna amani. Asante sana. Huko kwenye nimetoka kuna amani. Yes. Mungu amefanya makuu na namshukuru Mungu. Karibu. Asante sana. Sasa kwa kifupi tunaweza kumfahamu huyu John ni nani? Majina kamili ni John Nyoto Nduta, kijana ambaye amezaliwa na Teresia Nduta Maura katika kijiji kimoja cha Mathare huko Nairobi. Na akasomea katika shule ya primary ya Kiboro Primary School Mathare, na akaenda katika shule ya upili katika St. Teresa's Boys High School. Ukafikisha masomo pale? Ukafikisha masomo form 2. Form 2. Hukuweza kuendelea? Sikuweza kuendelea manake nilianza madawa ya kulevya nikiwa primary.
Ukiwa Kiboro Primary? Nikiwa Kiboro Primary, nikiwa class 8, nikiwa wa miaka 17. Hapo ndo nilianza madawa ya bangi na madawa ya kumeza ya kulevya. Nikiwa class 8, kuna hiyo shule nilikuwa nasomea, kuna mahali walikuwa wanavuta bangi vijana. So nikitoka shule nilikuwa nikipitia hapo navuta bangi kisha naenda nyumbani. Asubuhi nikifika nikienda shule, ilikuwa day school. Nikienda shule tena napitia pale. Sasa St. Teresa's? Kiboro Primary. Nikiwa class 8. Nikamaliza, nilikuwa average, sikuwa naongoza wala nashikilia mkia. Nilikuwa average. So nikaitwa sasa shule ya upili ya St. Teresa's Boys. Uliperform vizuri? Nilikuwa average. So nikaitwa St. Teresa's Boys. Nikaenda hiyo shule, lakini nilipokuwa nikisoma nilikuwa na concentrate na kuuzia wanafunzi bangi. Wewe sasa? Mimi. Sasa kule shule ya upili. Sasa shule ya upili. Turudi nyuma kidogo. Hapa katika shule ya msingi ulikuwa unanunua bangi na hizi madawa. Ulikuwa unatoa pesa wapi na ili hali wewe ni mtoto? Okay. Mamangu alikuwa mwanabiashara, alikuwa anafanya biashara. So nilikuwa na mgojea akitoka kazini na ingia kwenye pochi lake anachukua pesa. Naiba pesa. Ama unachukua? Naiba pesa. Unachukua, unamwekea vizuri. Ndio lugha sanifu. Yes. Nachukua pesa, nitaiweka kwa sababu amekuja jioni na ninachukua jioni, nitaiweka mpaka asubuhi. So asubuhi nikienda shule nakuwa napitia pale, navuta bangi kisha naingia shule. So sikuwa na concentrate sana na masomo, hata kama sikuwa mjinga vile. So nikafuzu, nikaitwa sasa St. Teresa's Boys. Sasa St. Teresa's Boys ukafaulu. Sasa ukaenda stage nyingine. Sasa ya kuuza. Nilikuwa na wale tulikuwa tunasoma nao katika ile shule, walikuwa watoto wa matajiri. So walikuwa wanakuja na pesa, wananipatia pesa. Ikifika ni jioni, bado ilikuwa ni day school. Ikifika jioni nikienda nyumbani, kweli ilikuwa ni Mathare nyumbani, lakini shule iko Isili. So mimi nikienda Mathare hiyo jioni nitapitia pale kwa wenye walikuwa wanauza, nichukue bangi niweke kwa bagi yangu ya shule na vitabu. Then asubuhi nitakuja nitauzia hao wenye walinipatia pesa jana, nitawapatia kila mtu bangi yake. Bangi ilikuwa inatoka shilingi 10, lakini mimi nilikuwa naitisha 20. So 10 ni yangu. Nikaendelea na hiyo mtindo nikiwa form 1 nikamaliza form 1. Sasa nilipoenda form 2 ndio nilikamatwa na principal kwa choo pamoja na vijana wengine. Nilipokamatwa nikapewa 4G, nikafukuzwa shule. 4G ni nini? For good, yani nimefukuzwa for good. Tulikuwa tunaita 4G. So by the hiyo wakati nilikuwa sponsored na Catholic Church. Hiyo shule nilikuwa na sponsor na Catholic Church. Manake nilikuwa altar boy. So ikabidi wamenitafutia tena shule nyingine. Mzazi wangu alikuwa ananipenda sana. Kwa hivyo wakati huu wote bado uko kanisani, si kwamba unafanya haya mambo yote ukiwa nje ya kanisa. Hapana, uko kanisani ndani, kwanza altar boy. So mzazi wangu alikuwa ananipenda sana. Aliposikia nimefukuzwa St. Teresa's Boys, alienda akaongea tena na masponsor wangu, wakaniambia wakawaambia nitabadilisha tabia. Nikatafutiwa sasa boarding school inaitwa Kahuho Uhuru High School huko Kiambu. Nikaenda huko nikaanza sasa form 2. Ile tabia haikukoma ya kuuza. Sasa nilikuwa na sneak. Nilienda nikakata fence shule. Mahali nitatoshea nitatoka Saturday niende ninunue. Sasa Saturday watu walikuwa wanasoma katika games, mimi natoroka naenda nanunua bangi.
nakuja narudia tu hapo kwa hiyo fence the same day. Lakini sasa nitakuja usiku wakati watu wako kwa dom. So mimi nitakuja niingie kwa dom nilale. Sasa ile pesa nilikuwa nanunua nayo ni ile mzazi akikuja visiting atakupatia kitu kama 500 pocket money. So hiyo ndo nilikuwa nanunua. Nika advance. Sasa St. Rita's Boys nilikuwa nawaitisha 20 na kula 10. Yes. Lakini sasa ni mimi nanunua na pesa ile nimeachiwa na mzazi. Naenda nakuja na sasa nauzia students. Napata kenye nitapata. Sikuwa nakunywa pombe wakati huo. Nilikuwa tunavutumia bangi na sigara. Ikiendelea hivyo nikashikwa na principal. Kulikuwa na doma zilikuwa zimemalizika kwa hiyo shule yetu. So sisi tukaenda huko juu na wenye tulikuwa tunatumia nao. Principal akikuja kutembeza wageni wake, alikuja kutembeza wageni wake na waonesha hizi doms ndio wanatengeneza, wakatupata huko na wageni wake tukivuta bangi. So akatuambia tumpate kwa ofisi, atukute kwa ofisi. Alipotukuta kwa ofisi na nilikuwa na bangi kwa desk, tukafanyia operation kwa doms. Wakatunipata na bangi na marafiki zangu pia. Wakatuitia polisi. Kutuitia polisi wakatupeleka mpaka station. Sasa station yenye tulipelekwa haungeweza kuambia mzazi umeshikwa na bangi. Hata wakatuuliza namba za simu, tukasema hakuna mtu anajua namba za simu. Ikabidi tutalala hapo. Wazazi wakuwa wamepatiwa ripoti wakuje the following day. Sisi hiyo usiku tukatoroka kwa hiyo cell. Kwa sababu ilikuwa imetengenezwa na maturufali. Mkatoanisha. Tukatoanisha matofali. Na kulikuwa na umba zinalia sana. Kwa sababu yenu hiyo makelele. Lakini hakuna askari alikuwa anatoka nje kupatrol hapo. Sasa sisi tulikuwa tumeambiana wewe ukiruka twende tunagojeana mahali fulani kuna barabara hapo. So ukiruka unaenda unagojea mwenzako. Tulikuwa wanne wenye tulikuwa tumekamatwa. Tukaruka sisi wote. Sasa tukaona hatutarudi kwa dom kwa shule. Kwa sababu tunajulikana sisi tumeshikwa, hatuwezi rudi kwa shule. So ni twende na ilikuwa ni usiku, tulitoroka usiku. So tuliangalia mahali tunaweza ingia, ni tuingie kwa klabu. Ndio saa ngapi? Ilikuwa ni kitu saa 4 ya usiku. So ni tuende to waste time kwa klabu. Hatukuwa na shati za shule, tulikuwa tuna t-shirts za raia. Na tuweza sasa ya shule, lakini kwa sababu ni usiku hakuna mtu anaweza shughulika. So hiyo ndio ilikuwa sasa wakati wangu wa kwanza kutumia pombe. Marafiki wangu walikuwa wakitumia. Mlikuwa na pesa za kununua? Sasa zile wazazi wakikuja kukutembelea pocket money tulikuwa tunaweka. Alafu mimi nilikuwa na pesa kwa sababu bado nilikuwa drug dealer. Nilikuwa na pesa na sasa wakati mliingizwa kwa cell, wakati mwingi ukiwa pale kwa reception, huwa mnaacha kila kitu pale, mnaacha mishipi, mnaacha vipochi, mnaacha fedha zenu. Hamkuacha wakati mliingia nazo? Sisi tulichukuliwa kama students. Okay. Sasa kuporwa, hatukuambiwa tuache hata kiatu, hapana. Sisi tulichukuliwa kama student tukaingizwa huko ndani. So wakati tulitoroka tulikuwa na hela, tukaingia kwa hiyo klabu. Wakaanza kuitisha pombe. Mimi hapo ndo nilionjea pombe. Nilipoonja nikalewa chakari. Lakini niliwapeleka kwa kazini yangu na siwezi kuambia hata wa leo tulipitia wapi. Ndio mfike kule. Ndio tufike kwa kazini yangu. Siwezi kuambia mahali tulipitia. Nilijipata asubuhi kwa kazini yangu. Mkiwa wote sasa? Tukiwa wote tumelala huko. So asubuhi nilipoamka nikapata nikapata sasa marafiki zangu wamelala hapo. Wakaniambia sasa, mmoja alikuwa wa Kahawa West, mwingine alikuwa Msudanisi wa Kawangware na mwingine alikuwa wa Dagoretti.
Wakaniambia niwazindikisha, nikamwambia mimi siwezi wazindikisha kulingana na venye nasikia kichwa inaniuma sana. Kichwa inaniuma sana. Kazini yangu akaniambia kichwa ikikuuma sana sio ugonjwa. Twende nikuoneshe dawa ya kichwa. Ndipo tulichukuana naye akanipeleka kwa club tena asubuhi. Ndio hapo nilijua kitu ni tango lock. Kutoa lock. Sasa nikakunywa kikombe cha kwanza, nikasikia kichwa imeacha kuniuma. Nikakunywa cha pili, nikasikia sana niko sawa. Sasa kutoka hapo tuliporudi, wale wakaenda wakasafiri manyumbani kwao. Mimi niliporudi kwa kazini yangu nikapata mzazi wangu. Huko kwa kazi na amepata ripoti, sijui venye alipata ripoti. Ametugojea. Mimi nikamwambia ukweli. Nikamwambia mimi nimechoshwa na shule na nimetosheka maneno ya shule. Sasa mimi nataka kukuwa raia wa kawaida na nianze kujitafutia tena. Nakumbuka mama alilia machozi sana. Kwa uchungu mwingi sana. Kwa sababu nilikuwa nasponsiwa. Hakuwa na uwezo wa kunisomesha. Sasa akaona nimetupa hiyo opportunity. Ikiendelea hivyo nikafikiria ukiacha shule life ni rahisi sana. Ati sasa utaingia kama umeanza kazi na uanze kupata pesa. So nilianza na vibarua. Nikaanza kuenda mjengo. Nikaona mjengo ni ngumu. Na bado nikienda mjengo pesa yenyewe nilikuwa tu nakunywa. Sasa umeingilia pombe kabisa. Sasa hata sijaingilia kabisa. Ndio sasa nimeanza. Ndio nimeanza. Mambo na kuuza bangi uliuza ama bado? Niliacha. Sasa ni pombe. Nikienda mjengo kama wiki moja, hiyo Saturday nakunywa yote. Kwa sababu nitaenda nikule kwa mamangu. Nyumba haulipi. Silipi ni mamangu. So pesa yenye nitapata ndipo niliona tukashikana na rafiki yangu mwingine. Nikaona huyu jamaa huwa kila saa kwa na pesa na huwa haendi kazi. So hasa huku ni Mathare bado? Hapana. Mathare tuliamanga wakati nilipata shule Kahuho. Mama akahama akaenda mahali panaitwa Kikuyu. Gitaro. Na mkakaribia shule. Tukaribia shule hii Kahuho ambayo nilifukuzwa. Niliacha yani. So tukashikana na huyo jamaa alikuwa anaitwa Steven. Naona huyu jamaa kuna kazi anaendanga lakini ana pesa. Kila saa ananiita, tunaenda tunakunywa pombe, yeye ndiye ananunua. Ananipatia hata 500, niende nyumbani nimelewa. Nikataka kujua sana anafanya kazi gani. Sasa niulize, nirudishe nyuma tu kidogo. Wakati umeingia katika shule Kiboro, ulikuwa unauziwa? Nilikuwa nauziwa bangi. Sasa umeenda shule ya upili, umeanza kuuza. Uliweza kutofautisha aje ama kufahamu huyu anatumia ili uweze kumuuzia? Sio mimi nitatofautisha, au wenyewe wanajua natumia. Walijua aje unatumia? Because unajua sasa unataka kuonesha wewe unajua sana. Umetoka kwa slums. Nao wajatoka kwa slums. Unataka kuonesha venye slums nyinyi mnakaa, mnavutanga bangi. So sasa wakaanza kukufuata kuuza. Tuonyeshe hii njia. Ni kweli. Mtazamaji wa Divine Television Network, ni hadithi ambayo ni ya kushangaza sana. Kijana ambaye alizaliwa na mamake. Tumeelewa kwamba amezaliwa na single mother katika kijiji cha Mathare slums, na akaanza shule, akapelekwa kanisani, akawa yeye ni altar boy. Lakini hata kama ako pale kanisani, mzazi wake hakushughulika sana mtoto wake anafanya nini. Akaingilia kuvuta bangi na akaweza kutoka shule ya Kiboro Primary,
akaweza kujiunga na shule ya upili, akahitimu. Sasa akaenda level nyingine, akaanza kuuza bangi. Sasa tumesikia kwamba imefanya hata ameacha shule, ameenda sasa, anaenda kuhitimu kiwango kingine. Amekutana na rafiki ambaye sasa wameshikana na yeye. Huyu rafiki mkaanza kunywa na yeye, mkiitisha yeye ndiye analipa. Ukatamani sana haya maisha, na yeye haendi kazini. Kuliendaje? Tukakuwa marafiki kwa sana. Siku moja akaniambia, fanya hivi, njoo kwangu, nitakuonesha mahali nafanyanga kazi. So mimi nikaenda kwake. Alikuwa ni mwizi. Na sasa akani-introduce kwa mpaka marafiki zake. Nikakuwa ni kama mmoja wao, na tukaanza kuiba watu mchana usiku. Lakini tulikuwa tunatumia toy guns. Lakini hungejua kwa sababu ni usiku. So tukapora watu. Sasa mnapora kwa barabara ama kwa manyumba? Kwa manyumba. Tuna time ukiwa na gari na mahali utaingia nyumba yako kuna gate na uko na watchman. So tuna time watchman anakufungulia mlango, gate. Ukiingia na personal, tunaingia pamoja na wewe. Wengine wanashika watchman na wengine wanafunga gate, tunakuja sasa kwako. Unatoka kwa gari, tunaingia na yeye kwa nyumba. Kama ni vitu za dhamana, TV, pesa, simu, tunachukua. Kitu chochote cha dhamana. Lakini sasa hakuna kitu cha maana nilikuwa nafanya, ni kukunywa tu. Kama navaa kiatu mzuri, nguo nzuri, na pombe, kila wakati pombe. So mzazi wangu aliangalia hiyo maisha, akaona, anakuja ananiuliza, na hii umetoa wapi kiatu mzuri hivi? Namdanganya ni kuokota. Lakini ashughuliki ama afikii sana kwa makini, afuatilii kujua. So kenye ikafanya tutoke mahali sasa tulikuwa tunaishi, ni ripoti zilimkujia. Ukasemekana kwanza kwa hiyo village, nihame kwa hiyo village au sivyo nitauawa. So sasa majirani walikujua ile kazi unafanya. Ile kazi nafanya. Hata maafisa. So mama akaona atapoteza kijana wake, nitauliwa. Akahama tena kwa sababu yangu mpaka Nyahururu. Nyahururu mahali panaitwa Ndarago. Divine Television Network USA is the best place to be. Nikaenda Nyahururu town, akanipatia pesa ya kukomboa nyumba na ya kukula kama ya wiki moja. Kulikuwa na kazi yangu alikuwa nakaa Nyahururu. Huyo kazi yangu alikuwa mtu wa pombe. Niliposhikana na yeye, ile pesa nilikuwa nimepatiwa ya kukula, tukakunywa leo pombe hiyo pesa ikaisha. Nikaingia kwa stage. Kwa stage, ukiwa mgeni unakuanga na wakati mgumu sana ndio ujue ile kazi. Ikafika wakati mpaka nyumba yangu ikafungwa, nikaanza kulala kwa gari. Kwa magari zenye zimetoka kama Nairobi zimekuja Nyahururu, Nissan. Naomba dereva kwa sababu hapo mbele panakuanga na joto, nalala hapo. Mungu akanisaidia, siku 2 ama 3 nikalala kwa hizo Nissan. Nikapata kazi ya kubeba mizigo. Nikaanza kubeba mizigo, nikakomboa nyumba, nikaandikwa na chama ya matatu. Wakati huu ilikuwa inaitwa Mololine. Mololine wakaniandika. Sasa nimepunguza pombe na bangi.
hata kama natumia situmii vile. Nimepunguza ndio nifanye kazi at least nipate riziki. So nikafanya kazi, nikaona kazi inaleta manufaa. Mpaka wakati nikapata mpaka hata bibi. Sasa umetulia, umeona sasa. Nimeona sasa wakati huu unaiba, unaguza vitu za wenyewe. Sasa nimebadilisha usiku. Sasa naiba pickpocket. Hata ukibeba sasa mizigo bado. Nabeba mzigo, lakini hata wewe nakubebea unamuibia. Nitakuibia kwa sababu hautajua ni mimi. Na ukiuliza pesa imepotea, nakwambia hiyo huwezi ipata, labda umetupa kwa ile gari ulikuwa. Venye hata bibi yangu hakuwa anajua mimi ni pickpocket. Yeye anaona tu nakuja vizuri, niko smart, niko na shopping. Anaona kazi inakuja mzuri sana. Sasa pombe natumia, lakini si kwa usana, si sana. Tukabarikiwa na mtoto mmoja, maisha ikaendelea vizuri. Tukabarikiwa na mtoto wa pili. Sasa tulipobarikiwa na mtoto wa pili, nikaanza sasa, nikarudilia pombe. Bangi hata nikaacha. Nikarudilia sasa pombe. Sasa nikienda kazini, napitia kwa pombe. Ile shopping, sitafanya shopping. Nitakuja nyumbani nikiwa mlevi. Tukibishana, napiga bibi. Na wakati wako na mtoto. Na ako na mtoto. Anatoroka, anakaa, anarudi. Nakunywa tena, nampiga, anatoroka. Akitoroka anaenda wapi? Anaenda kwa mamangu. Okay. Sasa umekuja town. Nimekuja town. Lakini mama ako Gishagi. So sasa anatoroka, anaenda huko Gishagi. Anaenda Gishagi. Anakaa na mzazi wangu. Najua akiwa na mzazi wangu, najua tu hajatoroka. Anarudi tena. Nampiga tena, anatoroka. Sasa ikafika wakati nikampiga vibaya, akatoroka, akaenda kwao. Sasa akakuja na wazee, akasema anataka kuchukua vitu zake ili aende akae maisha yake. Nikakubali, akachukua vitu zake, akaenda akakaa maisha yake, na mimi maisha yangu. Ile step nilichukua step ya zile vitu zilikuwa kwa nyumba yangu. Nilikuwa na vitu za dhamana. Kwa sababu ya ulevi nikaziuza zote, nikabaki bila kitu. Na ukiuza pesa unapeleka wapi? Niliuza kijumla. Ukapata pesa nzuri na sio mingi. Si mingi. Nikapata pesa kitu kama, zilikuwa vitu za 200,000. Nikauza kitu kama 30,000. Sasa nauza cheap. Nipate pesa ya pombe. Nikachukua zile pesa 30,000, nikachukua gari tena mpaka Nairobi. Nikaenda kwa kazini yangu, ule ambaye nilikuwa, unakumbuka kazini yangu mwenye alinionyesha lock. Huyo. Nikaenda kwake, nikapata hata yeye alipata familia na watoto. So mimi niko na pesa. Kwa hivyo mimi ndio nasimamia kila kitu. Kama ni chakula. Sasa wewe ni sonko. Mimi ni sonko, hakuna mtu anaweza kufanana na mimi. Namchukua pia yeye, tunaenda tunakunywa. Jioni tukirudi, narudi kama tumebeba shopping. Ikafika wakati pesa zikaisha. Pesa zilipoisha, nikachukua hatua, nikaona bibi yake kuna vile amebadilika. Kwa sababu pesa imeisha. So nikanote kwa haraka sana. Nikachukua, sikuwa nalipa gari. Kwa sababu nilikuwa nimeandikwa na hiyo kampuni ya Mololine. Nilikuwa na marafiki. So nikachukua gari kutoka Gitaro ya rafiki, hakunilipisha tena mpaka Nyahururu. Niliporudi Nyahururu ni kuanza maisha upya. Na kuanza maisha upya ni kukua chokora. So sina pa kulala, sina pesa.
So nilale nje mahali machokora wanalala, kuota moto usiku kuna kucha. Na akukikucha naingia kwa kazi ya kubeba mizigo. Umerudi tena katika kile kituo? Kwa kile kituo tu. Lakini sasa sijaandikwa na hii kampuni ambayo ilikuwa imeandika. Sasa uko kivyako? Sasa niko kivyangu. Nikaanza kubeba mizigo, lakini nikipata pesa sifikirii kwenda kukomboa nyumba. Nafikiria kukunywa, kwa sababu nitaenda kulala tu pale kwa streets na wale machokora wengine. Nikaendelea hivyo, kama miezi 2 ama 3 nikiwa nalala nje. Sitaki kuambia familia yangu, naogopa tena watanibeba vibaya, ni kama ninawasumbua. Siko nataka wajue. Okay. Miezi kama 3 nikapatana na nika approach rafiki yangu. Nikamwambia rafiki yangu niko na shida, nalala nje na ningeomba unisaidie na mahali pa kulala kama wiki 1 au 2. Nitakuwa nimetafuta mahali kwangu, mahali nitakaa. So rafiki yangu alikubali kwa sababu amepata mtu ambaye watalipania nyumba, kwa sababu pia alikuwa mtu wa pombe. So nyumba tulikuwa tunalipishwa 500. So ni 250. Na mwisho wa mwezi. Hivyo kupata hiyo pesa sio shida. Sababu unapata pesa kila siku. Na bado tulikuwa tunafungiwa tu kwa sababu ya pombe. Ukipata pesa unaenda kwa pombe. Sasa routine ilikuwa namna hii. Ni kuamka asubuhi, unatoa lock, una skip kama ni breakfast, unashinda mchana mzima ukunywa pombe. Unaona ukikula lunch na umetumia kama 500 kwa pombe, ukikula lunch itaangusha ile pombe, ubaki flat. So utakula baka lunch, utaendelea tena tu na ile pombe mpaka jioni. Ikifika jioni umelewa, hata sapa utakumbuka, uende nyumbani tena. Tulikuwa tunalala chini. Tukaendelea hivyo na yeye miaka 6. Wakati huo bado ni mizigo unabeba ama? Mizigo nabeba na pickpocket. Pia pickpocket. Na pickpocket. Mizigo na pickpocket na pombe. Sifikiri maneno ya familia. Sifikiri hata miaka 6. Sasa mali turnaround yangu ilikujia. Ni rafiki yangu tulikuwa tunakunywa na yeye. Tulikuwa tunakunywa na yeye pombe. Akakunywa pombe sana, akalala nje, akanyeshewa na mvua mpaka upande huu mmoja. Alilala usiku upande huu mmoja kama ukaparalyze. So asubuhi alipojisikia, alipoenda kusimama, akaanguka chini, akagongwa kichwa, akakuwa na clot ndani. Nikaitwa, nikaambiwa kuna rafiki yako mmoja ameanguka pale kwa nuclear, hebu enda umwangalie uone venye utamsaidia. So nikaenda, nikapata ako serious. Akaniambia mimi usinipeleke nyumbani kwangu kwa bibi yangu, kwa sababu bibi yangu amechoshwa na mimi na hii pombe. Ataniacha hapo, hata nishughulikia. Nipeleke kwa wazazi wa. Sasa kwa wazazi wake ni kutoka Nyahururu, ilikuwa ni 100 mpaka kwa wazazi wake. So nikampatia gari, akaenda mpaka kunaitwa Olkalao. Akachukuliwa na wazazi wake, akapelekwa hospitali na akakuja akarecover. Akarudi Nyahururu mahali tulikuwa tunafanya kazi, lakini alibaki na shida ya kuanguka kwa sababu ya mahali alikuwa amegongwa. So zile dawa alikuwa ameandikiwa kwa ile hospitali
zilikuwa dawa za bei ghali. So nikaona venye naweza msaidia. Nikakumbuka tukiwa Chokora kuna hospitali walikuwa wanatusaidia. Wanatusaidia Chokora, kama ni dawa mnapatiwa bure, mnatengenezwa bure. Hao walikuwa sponsors wa Chokora. Nikamuintroduce kwa counselors wenye walikuwa wanatusaidia. Nilipomuintroduce kwa ule counselor alikuwa anatusaidia, akasaidika. So walikuwa naenda anaandikiwa zile dawa, nampeleka anachukua dawa. So akienda kuchukua alikuwa ananipitia hapa kwa kazi. Ananiambia leo nipeleke, dawa zangu zimeisha. Namwambia na mimi siwezi kupeleka kama hujaninunulia pombe. Mimi sasa dawa imeniingia, pombe imeniingia, hakuna kitu kingine naweza fanya. Kama ni kazi siwezi fanya, siwezi ingia kazi kama siko mlevi. Kwa sababu hata sitakuongelesha. Wewe ni customer, nataka kukubebea mzigo lakini siwezi kuongelesha. Kwa hivyo hata yeye akitaka nimpeleke huko kwa hospitali aende achukue dawa, aninunulie pombe kwanza. Sasa yeye alikuwa ameacha kwa sababu ya hii ugonjwa wake. So siku moja nikampeleka kwa huyo counselor. Counselor akatuita. Akatuambia ako na idea ambayo inaweza tusaidia. Tukamuuliza ni idea gani? Akatuambia ile idea ako nayo ni kama tunaweza kubali tupelekwe rehab. Na nikaona Mungu ni kama amemtumia, kwa sababu mimi nilikuwa nauliza Mungu, mimi nikaweza kukaa siku moja bila kukunywa na nikae siku ya pili bila kukunywa, mimi naweza acha pombe. Nikamuelezea, nikamwambia mimi naweza taka kuacha pombe, naulizanga hata nikaacha siku 2 ama 3 mimi naweza acha. So akatuuliza kama tunaweza kubali tupange siku ya tunaweza patana, ndio tupange maneno ya rehabilitation. Tukakubaliana, tukapanga siku. So lakini sikuacha, nikaendelea kukunywa tu. Siku ile yenye tulipanga siku hiyo haikuwa ni hiyo siku tena. Tukakuwa na kuna mashida fulani. Sasa nikaenda nikaomba Mungu sana. Nikaambia Mungu, hii chance ambayo yenye napatiwa ndio uanga natafuta. Ya hata kama ni siku 2 tu naweza enda mahali nikae bila kukunywa siku 2 tu, mimi naweza acha pombe. So tukapanga tena, akatupigia simu, tukapanga tena. Siku ile alituambia twende tupatane saa 11 asubuhi. Mimi nikalala kama ninakunywa siku ambayo inafuata, ndio kama leo ndio kesho ndio tunaenda. Nikashinda nikikunywa wakati huo, nikashinda nikikunywa pombe, hata nikasahau kuna mahali kesho nitaenda. Kuna mahali kesho tumeambiana tupatane. So mimi nikaenda nyumbani, sikufika nyumbani, nililala nje kwa sababu nilikuwa mlevi chakari. So nikajipata asubuhi nina baridi. Nikaona hata sitafika kwa nyumba, nitarudi kwa kazi nikiwa tu na hiyo uchafu. Niende ninunue nguo, na nilikuwa bado hata nimebiwa mpaka viatu. So nikaenda nikaomba rafiki yangu. Hiyo siku tulikuwa tuende, hatukuenda kwa sababu sikuenda kwenye tulikuwa tumeambiana tukutane. So sponsor akakuja, akatuambia nituko kuja. Nikamwambia mimi nilisahau hata sikufika kwangu kwa nyumba. Akaniambia na kesho. Nikamwambia ni sawa kesho. So nikaenda nyumbani, wakati huo nikaenda nyumbani mapema, nikalala. Akanikujia mpaka nyumbani mahali nilikuwa nakaa. So tukaenda kwa ofisi, tukasign, nikapelekwa mpaka rehab.
Ile siku mbili nilikuwa nasema Mungu anipatie naweza kaa, nikakaa miezi 3. Huko rehab. Rehab iko Kajiado. Na huyu rafiki yangu. Tukaenda hadi Kajiado. Safari ya Kajiado sasa umeanza safari nyingine. Safari nyingine. Asubuhi nile sigara yenye nilikuwa nao nikavuta. Nilikuwa nimedanganywa nikienda huko rehab. Mimi kwa sababu nimekuwa addicted sana, nitakuwa nikipewa pombe kidogo mpaka nizoee. Ni sponsor. Ndio nikubali. Kwa sababu akiniambia hakuna So tukaenda tukaripoti vizuri kwa ofisi, tukafanyiwa introduction, tukaambiwa tukaingia tukaonyeshwa kwenye tutalala, na sponsor wetu hakutuambia kwa heri. Alijificha akaenda, sisi tukapatiwa chakula. Lakini nafikiria tukisema tumalize chakula, yeye alikuwa amefika Nairobi. Kwa sababu ni kujificha, alijificha. So nikamwambia hapana, mimi natumianga sigara. Akaniambia hapana, hivyo venye nimeingia kwa hiyo gate, maneno imefishia hapo. Nikamwambia na pombe? Hakuna hata pombe. Safari yako ya pombe na sigara na bangi na dawa za kulevya zote zimefika mwisho. Na rafiki yako naye anaulizia? Rafiki yangu kwa sababu yeye ni kama ni ugonjwa imemleta hii ya kuanguka. Kwa sababu huko kwa hospitali alikuwa amekatazwa sasa pombe. Yeye alikuwa ameacha. Hata kama ni kama wiki 2 ama 3, yeye alikuwa ameacha kwa sababu ya zile dawa anatumia. Sasa mkaambiwa ni safari mpya mmeanza. Ni safari mpya tumeanza. Nilikuwa naomba ya siku 2, nikaambiwa sasa ni miezi 3. Na ikawa ni hivyo. Na tukasoma rehabilitation mzuri sana. Tukasomeshwa maneno mingi sana. Ukitaka ifanyike, wewe mwenyewe uifanye. It works if you work it. Na ni ukweli. And you live a day at a time. Wachana maneno ya kesho. Leo I want to be sober leo. Iishe ukiwa sober. Wachana kesho. So ikawa hivyo. Na mpaka saa hii kitu nakumbuka na ninarudishianga Mungu shukrani. Nimelala nje miaka 6. Bila kulala nje na kulala chini. Nje kama hapa. Bila kitu. Bila blanketi. Hakuna mattress. Lakini nilipotoka rehab mwezi wa kwanza nilijikombolea nyumba. Nikanunua vitu vya nyumba. Na surprisingly nikarudisha familia. Sasa unajihisi aje? Najihisi vizuri sana. Siwezi hata rudi nyuma. Naangalia mbele. Kwa sababu mahali nimetoka ni mimi najua. Na siwezi taka kurudi. Sasa kwa sababu umepitia haya yote, kuna kijana hapa pale anakutazama. Labda anapitia pale, ameona hiyo ndio maisha. Utamuelezea nini? Kuna faida ulipata wakati ulitumia hizi madawa, kuna wakati ulitumia madawa za kulevya, kumeza tembe, ukatumia bangi, ukatumia pombe. Hizo zote, kuna faida yoyote uliona ama ulipata katika haya maisha? Kijana ambaye anakutazama pale, utamuelezea vipi? Kijana mwenye ananitazama, kitu naweza mwambia, dawa za kulevya, pombe, bangi, miraa, sigara, hata madawa ya kulevya ya kumeza, mali inaweza kupeleka, labda ikupeleke jela, ikupeleke rehab, ama ikupeleke mochari. So choose life nzuri. Uondoe hizo 3, ufikirie maisha mema. Maisha ukae ukiwa sober. Na sober is sweet. Kwa sababu ile pesa yote nilikuwa natumia, nilifanya hesabu. Within one day
nilikuwa nakunywa 1000 every day. Na ukiamka asubuhi nyingine hauna pesa? Sina pesa. Na hakuna mtu anakuanga na ni hard working kama mtu anatumia drugs, kwa sababu lazima atapata pesa ya kununua. So lazima atakuwa hard working. Nilikuwa natumia 1000 every day. So naangalia tofauti ya siku hiyo nilikuwa natumia ile pesa na saa hizi ambao situmii mihadarati, tofauti yenye niko nayo. Familia imerudi. Umeweza kusimamisha nyumba yako. Afya niko nayo. Afya uko nayo na kuona. Kwa hivyo kijana kwa pale utampa mawaidha awache na kumuongelesha mzazi pale, labda katika uhusiano wako na mzazi wako na katika haya mambo yote, mzazi kuna mahali alikushika akakwambia wacha kufanya haya, ama alikuwa yeye, kama kuna wakati umesema watu wa kijiji walikuja wakasema uhame pale, mzazi alifanya aje? Alikukataza ama alikuwa anakufunika? Kwa sababu mzazi yuko pale, ana kijana ambaye anapitia pale, labda kuna jambo tunaweza kumwelezea aweze kusaidika. Mzazi wako na wewe uhusiano ulikuwa vipi? Wacha niseme pande ya mzazi, hata wale wazazi wako nyumbani na vijana wanafaa kufikia sana kujua kijana wako kenye anafanya. Kama anafanya mabaya umkataze, usimfichilie, kwa sababu mimi hata hapo venye unasema wanakijiji walipokuja na wakasema nihame, mzazi alinifichilia na kusema hapana, kijana wangu hawezi kuwa hivyo, na kwa sababu alikuwa ananipenda sana na akanihamisha huko. Na aliponihamisha hakufikia sana ati kunikataza niache ile maneno, na hata kama alikuwa ananikataza ni hapa kwa ujuujuu tu, hakuwa anafikia kwa uzaidi, kwa urefu. So unaweza omba wazazi wenye wako nyumbani wao wanafundisha vijana wao, wanakaa na wakati wa kuongea na kutazama mienendo ya mtoto wako, na usikatazie, usimtetee mtoto wako. Ukisikia anafanya vibaya, fikia hayo makosa. Usiseme mtoto wako unapenda mtoto wako sana, unafunika makosa yake. Unasema yeye ni mzuri, hawezi kuuza kitu cha mtu. Wow. Na wakati sasa ule na wakati huu unajihisi aje? Unasikia uko huru? Labda wakati ule ulisikia mizigo mingi sana, lakini sasa unasikia uko huru. Sasa nasikia niko huru. Pesa ukifanya kazi sasa unaona mahali. Leo kwa kufanya kazi ndio umeweza kugundua ulikuwa unatumia 1000 kila siku 1000. Leo hiyo 1000 unaweza kuiweka kama akiba. Kusema ukweli, wakati nilikuwa kwa drugs, hakuna siku nilikuwa nashika pesa yangu ikiwa kwa pamoja. Siku nikiwa natumia, singeshika 10,000 ati ni zangu, singeshika 20,000 ati ni yangu, au 30 ati ni yangu. Nilikuwa nikipata hiyo 1000, hiyo ndio nitatumia, na siku napata tena hata 1000 hivyo. Nikupata 50 nakimbia kwa pombe, nikipata 100 nakimbia kwa pombe. So nikiangalia tofauti hiyo kwa sasa na saa hiyo, nashukuru Mungu kwa sababu naona tofauti kubwa sana. Wow. Rafiki yako yuko vipi ambaye mlienda rehab na yeye? Rafiki yangu alirecover tulipotoka na yeye huko. Alikuwa anatumia dawa zaidi ya 8 mchana mzima, lakini rehab walienda wakimpunguzia dawa, kumpunguzia moja. Kwa sasa anatumia dawa 2, asubuhi na jioni. Na kuanguka huwa anguki kama venye alikuwa anaanguka wakati ule. Na tunashukuru Mungu sana. Labda kuna kijana anakutazama mahali pale, kuna mzazi anakutazama mahali pale, na angependa aweze kuwasiliana nawe kupitia kuongelesha mtoto wake,
ama jambo lingine lolote, tunaweza kukupata kivipi? Mi labda wakunipata kwa nambari ya simu. Na ndio 0797 0797 245 245 226. 226. Nitarudia tena. Yes. 0797 245 226. Wow. Hiyo utanipata na. Tumeshukuru sana. Mungu aweze kukubariki na tunakutakia heri na baraka. Siku ya leo tumeheshimika sana kufanyia kipindi chetu kwa hoteli moja ya kifahari, hoteli ambayo imewekwa vizuri, wafanyikazi wana roho safi, mahali ukiegeza gari lako liko sawa. Hoteli ya The Hummingbird iko katika kaunti ya Nyeri, upande wa Skuta, katika barabara ya kuelekea Nyeri. Ni mahali ambapo tumeheshimika na kuweza kupewa nafasi hii ya kufanya kipindi chetu siku ya leo. Divine Television Network USA is the best place to be. We inspire, empower, and educate. We build and nurture community and transform our world by ministering to the needs of all people, bringing healing and wholeness to the hurting and heartbroken through the love of Christ. Divine Television Network USA, a place of hope.